uamue uachane na namna ya dunia. Hakuna namna utapokea uponyaji kama haujaamua. Bwana asifiwe sana. Hakuna namna utakutana na muujiza wako kama haujaamua. Utapiga kila siku soni itakuwa inaisha. Tabadilika mkono mapepo nimekuambia pepo kutoka si kazi, kwa sababu watumishi wa Mungu pako upo na nguvu ya Mungu ipo. Moto ni mkali hatotoka, lakini baada kwa koja amua nasema naenda kurudi kwenye dini yangu. Sasa si dini itakupeleka wapi? Bwana sifiwe sana. Amen. Baada kutoka hapo nasema Bwana hapa nilikuja kwa njia ya kupona tu, ngoja niendelee na mambo yangu. Wewe unafikiri unakuja kupokea uponyaji alafu uendelee kuwa salama? Mwambie unapokuja kwa Yesu ndio gari umelipiga starter unaweka gia ili uweze kwenda mbele. Amen. Sasa wewe unapiga starter gari alafu unazima, safari itakwenda? Bwana sifiwe sana. Unapoamua kuokoka, siku ile ulipoongozwa sala ya toba ukaokoka, hebu muulize jirani ya gari lako linawaka au linazima tu? Linazima. Wakuta magari yamezima. Vipi? Unauliza sikutendea na nini spare tire. Spare tire hamna. Basi vipi mwenzangu hivi? Bwana nilifikiri mafuta yatanifikisha bwana. Hukuweka mafuta kutosha. Si wale wana nini wale? Walikuwa na nini? Na taa wengine wajinga wangapi wale wakawasha kabla ya shughuli, walio wajanja wao wakasema muda hujafika. Bwana asifiwe sana. Watu wengi magari yao yamezima njiani. Alafu sasa hivi wanabaki ni kulaumu tu. Watu wanaanza kuhesabu madhabahu na waona watumishi wa Mungu hawana upako. Nguvu ya Bwana ipo kwa sababu alisema kwa jina langu mtatoa pepo. Bwana asifiwe sana. Kwa jina langu mtaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Yesu alisema, na hiyo nguvu tumeiona, walioko pale ndio wanaopokea. Lakini ukiona wewe miaka nenda rudi au poni hujaamua, Bwana asifiwe sana. Bwana akupe kuamua siku ya leo. Nasema leo ni siku yangu ya kukutana na Bwana. Leo ni siku yangu ya kupona msiba wangu. Leo ni siku yangu ya kuachana na namna ya ulimwengu huu. Bwana asifiwe sana. Sikiliza nikuambie kitu kimoja. Unajua wewe ni mbishi. Hata unanisikiliza uko nyumbani, wewe ni mbishi, lakini ubishi wako utafika mwisho. Kuna siku utafika mwisho. Hujakutana na mambo. Kuna stage utafika utanyanyua mikono kwa sababu unaambiwa kila siku kwa habari ya kwamba Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Wewe unaendelea kubakia kwenye matatizo tu. Bwana ameleta neema kisima kanisa hapa jirani, lakini bado unaendelea kubakia kwenye matatizo. Unakaliwa biashara yako haiendi. Fanya uamuzi, njoo haraka. Mbona sisi tumeshaini ukijiona tuna vitambi, lakini ni vitambi vya Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Watu wamekuwa na vitambi lakini ni vitambi vya matatizo. Ukienda kupima unakuta ni pressure. Ukienda kupima unaambiwa sijui mafuta yamejaa wapi mwilini, lakini tulioko kwa Yesu tunapimwa msasa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amua kuja kwa Yesu. Amua kuachana na waganga wa kienyeji. Amua kuachana na mshikamano ulioshikamana nao. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tutaongeza tena pointi nyingine ya nguvu ya kuamua. Unahitaji misuli mikubwa ya imani na kuamua ili kufanikisha mahitaji yako. Unahitaji misuli mikubwa ya imani na kuamua ili kufikiria mahitaji yako. 7 mstari wa 3 mpaka wa 9. Wafalme wa pili sura 7 mstari wa 3 mpaka wa 9. Ndiyo. Basi wapo watu wanne. Walikuwepo watu wanne Wenye ukoma. Kwenye lango la mji. Wajamaa walitupwa katika nje ya mji. Wakasemezana. Mbona
kukaa hapa hata tufe? Ngoja kwanza mama. Yaani hao wakoma zamani zile, wakoma walikuwa wanatupwa kwenye nje ya mji kwa sababu ni ugonjwa ambao ulikuwa una hatari, utasababisha wengine waumwe ukoma. Kwani hata nyesi mashahidi, corona silikuwepo, watu wakasema tunaweka lockdown, ambao wenye corona wasichangamane na walioko fresh. Mkaita nini? Mkaita karantini. Sio hivyo? Wanaweka karantini. Karantini. Ili wengine wasifanye nini? Wasiambukizwe. Wakoma walitengwa katika nje ya mji. Sasa walipotengwa kule, sikiliza kilichotokea hapo, tuendelee kusoma mama. Tukisema